toka mwanzo nimekuwa nikizungumza kuhusiana na dabi. Sio kufumunya maneno, nimesema siku zote kwamba dabi ipo. Yanga watacheza. Mambo ni mambo ya hadithi. Kwa sababu hata ukiangalia kama umefuatilia vizuri umegundua Yanga wanadai. Kwa sababu kila siku wana madai mapya. Toka wameanza madai yao yale yalikuwa ya msingi mpaka wanachokidai sasa hivi ni kitu ambacho hakikuwepo kwenye madai yao. Imefikia klabu sasa inasema fulani ajiuzuru sisi tucheze. Yaani eti timu ikitaka kwenda uwanjani kwa kina fulani wajiuzuru. Na kama ingekuwa ni hivyo basi kwa makosa mengi ya Yanga ingewezekana pia yametokea kwenye mechi zao, ndio wao wangepaswa kujiuzuru. Lakini mimi ninachokijua hizi zilikuwa ni hadithi, na nakumbuka wakati fulani rais wa TFF alisema mambo ya maigizo. Ilikuwa maigizo yatakwisha na dabi itachezwa. Taarifa mimi hizo nazo za chini ni kwamba mechi itasogezwa. Sasa sijui kwa nini itasogezwa, labda tutaambiwa hapo, lakini taarifa zilizopo nyingine nasema kuna watu wanaomba kwamba wao wako tayari kucheza lakini wanaomba isogezwe, wako tayari kucheza. Sasa sijui ni kina nani. Lakini leo tumepitia kwenye wakati mgumu sana, wakati ambao umeonyesha kiasi kwamba tuna watu wa aina gani ndani ya mpira wetu, watu ambao hawajielewi, na wakati mimi niseme watu ambao mimi nilikuwa nafikiri walikuwa hawajaiva kuongoza hizi klabu. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwa sisi ambao tumekuwa kwenye mpira siku nyingi, mimi umeniona kama mara nyingi sikuzungumza sana, sababu nilikuwa nasikitishwa sana na hii hali, na ninaona kwamba hata mashabiki wa hizi klabu zetu zote wanatumika vibaya bila ya wao kujua kwamba hawa watu wanaowazungumzia wao pia wamekuwa ni watu ambao wanawadanganya vitu vingi sana, kama ambavyo unaambiwa zawadi ilikuwa milioni 200 wakati watu wanajua zawadi ilikuwa ni milioni 50, na wanajua kabisa watu wanasema hii ilikuwa hela ya CRDB. Wajua CRDB hawakutoa zawadi, walitoa $1 wakawapa TFF kwa ajili ya kuendesha mambo. Ni vitu ambavyo vinajulikana, vilikuwa viko wazi, na bahati nzuri sababu ni mitandao sasa hivi unasema kwenye teknolojia vitu vyote viko wazi na vinaonekana, lakini bahati mbaya watu wengi hawataki kufanya search ya kutosha. Wanaambiwa kile ndio wanakichukua kile. Kwa kifupi yamekuwa mambo mengi mabaya. Mfano nimesikia ile kauli ya kusema Yanga anasema mwanaume yoyote akate pointi zetu, lakini chini huko hao wasabana samani kidogo, lakini wakitoka huko nje wanazungumza maneno mabaya. Kwa sababu kipindi kizuri kwa mpira, na sijui kama kitakuwa na washawishi vijana na watoto kupenda mpira, au ukisikia ndugu yako anafanya kazi kwenye kitu gani sana mpira kwa kaanza kuita na mpira ni sehemu yenye heshima. Tunahitaji wadhamini, tunahitaji kuwa kwenye sehemu yenye utulivu ambayo inawatangaza, lakini sio sehemu yenye makelele ambayo ilikuwa hayana sababu. Ungeniambia mimi ningewaambia waache mechi ingechezwa tu huko ambaye haendi basi akate point afu tuone ana nguvu gani ya kuweza kuzuia kanuni na sheria za mpira zisifanye kazi. Lakini sasa kwa sababu ndio nasikia imeingia hivyo kwa hii na ile kwamba kuna taarifa mechi itasogezwa mbele na walioomba sawa jambo. Lakini la mwisho ni kwamba nilikuwa nataka ni bado issue ya dabi au so, lakini hapo ndio naona wameona msahihi. Lakini mimi nimekuambia mpaka mwisho walikuwa wameshatoka kwenye madai yao yote ya msingi, na wamekuja kwenye swala la zawadi. Lakini unaojiuliza kitu kimoja, wanadai sasa hivi kwa nini, au wanasema sasa hivi kwa nini watu wale kuomba fedha zao wakanyima? Mimi nakutolea mfano mmoja, ile wanalijua wanafanya makusudi kwa sababu wanajua mashabiki wengi hawajui, watapiga kelele, watawasaidia kupiga kelele ambazo hazina maana. Simba wamefanya mashabiki wa Simba wamefanya vurugu uwanja wa Mkapa. CAF imetoa adhabu ya kuzuia mechi moja, labda na fine $10,000. Ile $10,000 hakati Simba. Ile $10,000 CAF wanawakata TFF kwenye hela zao walizonazo. TFF na wao wanawakata Simba kwenye fedha ya watakao kuwa nayo. Ndio utaratibu wa mpira dunia nzima. Ndio inafanyika hivi. Adhabu wakipewa mashabiki wa sehemu fulani, CAF haidili na clubs, inawakata federation wao ndio wanachama wao. TFF ina haki ya kuikata Yanga, Simba na klabu nyingine, na huu ndio utaratibu wa klabu zote wauliza. Na sio leo, kuanzia Fati ya Malinzi, TFF ya Tenga, Fati ya Ndolanga, TFF ya Tenga, TFF ya Malinzi, TFF ya Karimu. Huu ndio taratibu kwamba tuna fedha yako. Yaani unataka ndio tucheze sasa, imekuwa utafikiri lede, si ndio? Uchukue, nikulipe, afu na uchukue unirudishie. Ndio watu wanafanya hivyo. Bwana mimi na kiasi chako fani kinataka. Ndio wanafanya hivyo.
hata timu ikikatwa ile fine, sijui walifanya nini, milioni moja, si milioni moja, si ngapi, zile hela inakuwa deducted. Na ndio maana uliona kuna barua moja ya Yanga kusema zile usajili wa wachezaji kwamba deduct hiyo milioni 48 kwenye fedha yetu ya ni kitu cha kawaida kuliko kuchukua milioni 50 wao walipe na wewe uchukue milioni 50 wakulipa, hata ukiangalia katika hali ya kawaida. Kwa hiyo imekuwa kuna vitu ambavyo vinatambulika, halafu wao kama vile wakajiziba macho kwamba kama vile havipo, halafu waamue sasa kufanya vurugu kwa watu kwa makusudi. Mimi hata sielewi. Sasa siku mechi ikishachezwa, imeshapita. Mechi imechezwa. Kila kitu kimeisha. Sijui mnatazama nani sasa. Unajua ndio ile sasa kusema mnagombana bila sababu. Na unaona kuna hii sakata limeonyesha aina gani ya watu ambao viongozi wetu wa mpira ni watu wa aina gani, wako walioshikilia misimamo yao, wako walioonyesha msimamo na upendo kwenye mpira, wapo walioonyesha wanahukumia tu mpira kwa faida zao. Kwa tumejifunza mambo mengi sana. Kwa mtu kama ukiwa umetulia na unatafakari, utakuwa unajua, lakini ni picha ya kujua kwamba huko mbeleni hawa watu tulionao ni watu wa aina gani, na wengine waliingia kwenye mpira huenda wanapita, kwa hiyo wanaweza kusababisha vurugu. Kuna mambo mengi sana, lakini mimi nikuhakikishie, niamini mimi na nakwambia dabi itachezwa. Dabi hakuna mwenye uwezo kuzuia dabi. Hata kama ichezwe Jumapili, Simba na Yanga watacheza hivi. Chawa na uwezo. Hakuna mtu mmoja anayekwambia acheze sasa hivi anaimba mwisho atacheza. Hata itatokea tena Simba anasema sisi tumesogezwa Jumapili, labda imetokea hatucheza, lakini watacheza. Yaani mechi asicheze sicheze kulikuwa ni wimbo ndio Simba pamoja na barua yao ambao wametoa tofauti na tarehe 15 hawatacheza tena, watacheza. Hii mechi kama ni Jumapili itachezwa. Kama sio Jumapili inasogezwa mbele, kama nilivyokuambia kuna taarifa kama inasogezwa mbele, hii itachezwa. Game tutaiona. Tuombe uzima, Mwenyezi Mungu atujalie afya njema. Itachezwa. Sichezi ilikuwa ngojea. Asante.